Jehova amenipa muda tena katika saa hii ya kukuletea habari njema. Ni mwalimu Bernard Tawanga kwenye kanisa Eben, naoonekana katika shirika ya 4e Communauté des Églises de Frères Mennonites au Congo. Napata fursa ya kukuletea habari njema tena inayoonekana katika kitabu cha barua ya kwanza ya Petro mtume sura yake ya 4. Hapo tukiangalia kwa verse yake ya 3 na ya 4, nitasoma kwa usomi, utanitega sikio. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za urafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana ni neno la Bwana. Amena. Nakuja mpendwa, kukuletea habari tena ya kusema wakati unaopita kwako umetosha. Wakati unaopita kwako umetosha. Nataka nikufundishe nikikwambia ya kwamba muda unaobaki kwako ni muda mfupi, na hii muda inakuomba kufanya mapenzi ya Mungu. Uliingia katika ulevi, ukaingia katika ulafi, ukaingia katika usharati, ukafanya mambo mabaya ambayo ilimchukiza Mungu. Mungu hakukuua, aliacha uishi ili siku moja ubadilike. Ndiyo maana neno linakwambia muda uliopita unatosha wako kufanya mambo yote uliyotaka kuyafanya. Ilikutosha. Kwa sasa muda unaobaki ni muda mfupi. Bwana anataka muda hii uimupatie. Ulikuwa mlevi, ulikuwa msharati, ulikuwa mkorofi, ulikuwa mwizi, ulikuwa kupigana, ulikuwa mchonganishi, na Mungu akakuachia wakati. Sasa kwa sasa nasema ile wakati aliyokuachia inatosha. Hapa anataka kushiriki wakati wako. Mupatie maisha yako, mupatie wakati wako, ili Bwana atembee na wewe na kufanyizie mambo makubwa. Neno fupi ninaokupa ikusaidie. Kwa leo hauna tena muda wa kujiongoza wewe, uongozwe na Bwana. Mungu akubariki.